ibada ya leo. Kiongozi wa ibada ya leo ni mhudumu wa kanisa Jeremia Rugembe. Mhubiri wetu wa leo atakuwa ni mchungaji mstaafu, mlezi wa kanisa hili, mwasisi amekuwepo hapa kwa muda mrefu, mchungaji Samuel Mpie. Sifa tutaendelea kuongozwa na kikundi chetu cha kusifu na kuabudu cha hapa kwa kushirikiana na viongozi wa ibada, lakini kwaya zote nne za hapa zitaendelea kuhudumu katika ibada ya leo. Shule ya Jumapili ya watoto walimu wa zamu leo niambiwa basi walimu wote wanao jambo la kushirikishana, hivyo walimu wote mtakuwa zamu. Walimu wa watoto wote mtakuwa zamu kwa siku ya leo. Wafuatao wataungana na wazee wa kanisa kuhesabu matoleo mara baada ya ibada ya mwisho. Mzee Joseph Waila pamoja na Masa Nikongo. Chukua nafasi hii sasa kutambua uwepo wa wageni ambao wametufikia kwa mara ya kwanza leo, tofauti na mchungaji Mpie. Huyu ni mgeni mwenyeji, atakaposimama basi atajitambulisha kwa wageni ambao wamfahamu, lakini pia atatusaidia kipindi ambapo atasimama kutoa neno. Niombe wengine wote wageni ambao wametufikia kwa mara ya kwanza leo kusimama. Naomba tujitembele kwa wachache sana tuokoe muda. Naye wamemwanzishia mazoezi tayari, kwa hiyo anaendelea vyema. Tuendelee kanisa kuwaombea watoto hawa waweze kupata wepesi katika matibabu yao. Karibuni wageni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeshakuwa mgeni mwenyeji sasa, maana tarehe 12 tulikuwa wote hapa niliabudu mahali hapa. Mimi ni Engineer Perez Ginia, ninaabudu kanisa la Umoja Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Imenipendeza leo tena niabudu pamoja naye. Lakini kushoto kwangu nipo na mwinjilisti kutoka Dayosisi ya Shinyanga, na kushoto kwake pia yuko na mdogo wake, kwa hiyo na wao pia watajitambulisha. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ulu wa Yesu. Naitwa mwinjilisti Joseph Mwaro na tumika Dayosisi ya Shinyanga, pastoreti ya Budegwa na uchache ya Budegwa, lakini kwa sasa nipo Kanyelele. Asante. Bwana pewe sifa. Kwa majina naitwa Leti Jambo na tumika katika pastoreti ya Kanyelele. Karibuni sana Kanyelele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kwa jina la Yesu. Kwa jina naitwa Catherine Nyangali. Nimetokea Meatu Manusi. Nimehamia hapa Mwanza. Niko maeneo ya Mbeya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi napenda kuimba praise, napenda asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Daniel Pechi, nimetokea Nyarugusu. Asante kwa kanisa la AIC Nyarugusu Dayosisi ya Geita. Nimefikia hapo Idugu, ila nimekuja kusali. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Miriam Msera, nimetokea kanisa la Mungu Mjini kwa mchungaji Yesu Mzangu. Kwa sasa niko hapo chuo cha Kutandaburi na Mbele. Naitwa Ndio sisi tumetokea hapo kwa mchungaji Jackson Mzangu, nipo Tandaburi hapo. Amina. Ifuatayo ni maombi ya katikati ya juma. Uziloga kaskazini walihudhuria watu 54, sadaka yao shilingi 13,300. Sidhani kama inasikika vizuri. Watu 54, sadaka shilingi 13,300. Naomba hili tuliweke kwenye masikio vyema tuweze kutafakari kama matoleo haya yanaendana na mahudhurio yetu. Ibada njema inaendana na matoleo yaliyo bora.
Wiki ijayo kiongozi atakuwa Mama Shanashi, mhubiri atakuwa Jeremy Ahmed, mahali ni hapa kanisani. Uzuruga Kusini walihudhuria watu 13, sadaka shilingi 11,000. Wiki ijayo kiongozi atakuwa Christina Maruya na mhubiri atakuwa Esther Jack. Mahali hawajasema, nadhani wanajua ni sehemu gani wao wanakutana. Meko walihudhuria watu 41, sadaka shilingi 27,700. Wiki ijayo kiongozi atakuwa Mama Katumwa, mhubiri Mama Mfipa na mahali itakuwa kwa Mzee Justus Lucas Madara. Nundu A walihudhuria watu 16, sadaka shilingi 7,000. Wiki ijayo kiongozi atakuwa Mama Diana, mhubiri Mama Bwaima na maombi yatafanyika kwa Mzee Bwaima. Nundu B walihudhuria watu 8, sadaka ilikuwa shilingi 6,000. Wiki ijayo kiongozi atakuwa Elizabeth Ferdinand, mhubiri Kageni Madata na wakusema ni wapi watafanyia maombi yao. Ndani watangaziana kwenye ibada zao. Nyasaka walihudhuria watu 23, sadaka shilingi 24,000. Wiki ijayo kiongozi atakuwa John Sospita, mhubiri atakuwa Zakaria Mashamba, mahali ibada itafanyika kwa familia ya Mzee Peter Mcharino. Buhongwa walikutana watu 11, sadaka yao ilikuwa shilingi 7,500. Wiki ijayo kiongozi atakuwa Helena Mesu, mhubiri Henry Mjinga, mahali tutakapofanyika ibada ni kwa Emmanuel Luchagula Mwasonge. Wananchi walihudhuria watu 28, sadaka shilingi 12,50.
Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa wakati huu uliouteua tangu zamani ili leo tukutane na maneno yako katika namna ambayo utakuwa umeandaa mtumishi wako. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa mambo matatu. Kwanza, uliweza kutukomboa katika maisha yetu ambayo tulikuwa tumeteswa na shetani, na tena ukatuvika vazi jeupe ambalo lilinunuliwa na damu ya mwanao Yesu Kristo pale msalabani. Na mwisho, Mwenyezi Mungu, umetupa nafasi ya kutubu yote yale ambayo tunakukosea, na unaendelea kutuvumilia hadi sasa. Bwana wetu, sasa mbele zako kuna mtumishi wako wa siku nyingi ambao umetoka naye mbali katika kazi yake, na katika ushuhuda huu tunaona amekuwa katika kanisa hili akifanya kazi kwa miaka mingi kukutumikia wewe, na hadi sasa Mwenyezi Mungu amepumzika katika kazi yake, lakini hajachoka kukutumikia. Natazama Mwenyezi Mungu anapokuja mbele zako kusema maneno yako, tunakuomba Roho Mtakatifu sasa atawale katika nyumba hii na katika mioyo yetu. Mungu, kamvuvie maneno ya neno la uzima mbele ya mhadhara huu ulioko hapa, ambao kila mmoja ana mahitaji yake tofauti. Kila mmoja amekuja hapa kwa ajili ya kumfahamu huyu Yesu jinsi alivyomtendea katika maisha yake, na kila mmoja amefika hapa akijua wazi kabisa kwamba ijara yake kule juu mbinguni ipo. Na Mungu, katika imani ambayo tulio nayo katika neno lako lilotupa ambalo ni upanga unaokata mahali pote, sasa Mwenyezi Mungu tunamkabidhi mbele zako akaweze kulinena. Mvuvie maneno ya uzima, mvuvie maneno ya faraja, mvuvie maneno ya kufanikiwa, mvuvie maneno yote ambayo Mungu, sisi tuliofika hapa kama Mariamu alivyokuja kukaa kwenye miguu ya Yesu, na sisi Mungu sasa tunaketi katika miguu yako, tuko katika mikono yako mtakatifu, ukatubebe na mioyo yetu ukaivunje iwe mioyo ya nyama ili kulipokea neno la Bwana Yesu. Asifiwe sana. Shukrani yangu kwenu. Tuangalie somo la leo. Somo hili liko kwenye sura hiyo ya 6 mstari wa 66 mpaka 71. Tunaangalia makundi mawili ya wanafunzi wa Yesu. Tunaangalia makundi mawili ya wafuasi wa Yesu. Katika sura ya 6 hiyo yameonekana makundi mawili ya wafuasi wa Yesu. Na sasa tunafanya tathmini, wewe kati ya makundi mawili uko kwenye kundi gani? Tutaangalia, lakini cha muhimu zaidi kwamba tunaangalia makundi mawili ya wafuasi wa Yesu Kristo, na baadaye conclusion yako, wewe uko kwenye kundi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mstari huo wa sura ya 6 tuliosoma somo la pili, wanafunzi wa Yesu alitembea na wanafunzi wengi sana, na walifika mara fulani hawakumwelewa, na kwa sababu hawakumwelewa kundi lingine likajikata likaondoka. Na mstari wa 66 sura ya 6 anawauliza Yesu wale mtanashara kundi jingine, na nyinyi mnataka kuondoka?
Petro akasema maneno yafuatayo, twende kwa nani? Anauliza swali, twende kwa nani? Wewe ndio una maneno ya uzima wa milele, na tunasadiki na kujua wewe ni mtakatifu wa Mungu. Anaeleza kundi lingine likaacha, likaendelea na Yesu, kundi lingine likaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tujaribu kuangalia kundi la kwanza. Wanapenda mtu alisomee, kama yupo kuweza kusoma itakuwa nzuri zaidi. Kundi la kwanza, kuna wafuasi wa Yesu Kristo wanamfahamu Yesu kwa upande mmoja tu wa shilingi. Nimetumia lugha hiyo ili ieleweke vizuri zaidi. Kuna wafuasi wa Yesu Kristo wanamfahamu Yesu tu, wanamfahamu Yesu kwa upande mmoja tu wa shilingi. Ukitaka kufahamu shilingi lazima ina pande zote mbili. Ukifahamu shilingi upande mmoja tu, unajua kwamba hujaikamilisha kwa shilingi hiyo. Lazima uangalie huko upande huo kuna mtu na upande huo kuna simba au kuna nani, ndivyo inakamilika shilingi. Sasa kuna wafuasi wa Yesu Kristo wanamfahamu Yesu kwa upande mmoja tu wa shilingi. Hebu tusome hiyo Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 22 mpaka 33. Kama una reference note unaweza kunote, ukitoka pale unaweza kujifunza vizuri zaidi. Nani anaweza kushika ile sura ya 6 mstari wa 22 mpaka 31? Tunataka kuona kundi la wanaofahamu Yesu kwa upande mmoja tu wa shilingi walifanya nini. Karibu kama umefika unaweza kunisomea sura ya 6 mstari wa 22 mpaka 31. Sura ya 6 mstari wa 22 mpaka 31 tunaliona kundi hilo lililokuwa linamfahamu Yesu upande mmoja tu wa shilingi. Karibu. Waliosimama ng'ambo ya bahari waliona ya kuwa hakuna mashua nyingine huko ila moja. Ndio. Tena ya kuwa Yesu akuingia katika mashua ile. Yesu wakamtafuta Yesu akuingia kwenye mashua ile. Pamoja na wanafunzi wake. Ndio. Bali wanafunzi wake walikwenda peke yao. Hawakuona wanafunzi, hawakuona Yesu. Ndio. Walakini zikaja mashua nyingine kutoka Tiberia. Ikaja mashua nyingine tena mpaka karibu na mahali pale walipokula mikate. Walipokula mikate wakashiba. Wakati Bwana aliposhukuru. Ndio. Basi mkutano walipoona ya kuwa Yesu hayuko, wala wanafunzi wake hawapo, waliingia mashuani wenyewe. Wakaenda Kapernaumu. Wakimtafuta Yesu. Pause kidogo. Wanafanya bidii kabisa ya kumtafuta Yesu. Wanakuja, wanaona mashua iko kavu, wanafunzi 12 wapo, wanaona hayupo Yesu, wanapanda mashua, wamekwenda huku na huku wakimtafuta Yesu. Wana bidii ya kumtafuta Yesu, wanakwenda huko na huko, wanakwenda kwenye mashua pale, wanakuta Yesu hayupo, wala wanafunzi wake hawapo. Hawakapanda mashua kumtafuta Yesu. Tuendelee. Hata walipomwona ng'ambo ya bahari, wakamwona ng'ambo ya Yordani, walimwambia, ndio, Rabi, wewe umekuja lini hapa? Yesu akawajibu akasema, amini nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Shibe ndio inawasumbua. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika. Msitendee kazi kitu kinachoharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele. Ambacho mwana wa Adamu atawapa. Kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri wa Baba. Huyo
muhuri na Baba. Basi wakamwambia tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Tuzitende kazi hizo. Yesu akajibu akamwambia, hii ndio kazi ya Mungu. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Mwaminini yeye aliyetumwa naye. Mwamini yeye aliyempeleka. Wakamwambia, unafanya ishara gani basi? Ishara gani unafanya? Ili tuione. Unatenda kazi gani? Kazi gani unatenda? Baba zetu waliila mana jangwani kama vile ilivyoandikwa. Wanakumbuka mana ya baba zao waliokula mana kutoka mbinguni. Ndio aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Hii chakula cha mbinguni wale. Yesu akawaambia, amini nawaambia, si Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kundi la watu wanaomtafuta Yesu, wanafunzi wa Yesu hawa kwa nguvu, kwa bidii, na wanatembea huku na huku wakimtafuta Yesu, lakini kusudi lao kuu kabisa ilikuwa kwamba wapate chakula. Walifahamu Yesu kwamba ni Yesu anabariki chakula, Yesu anatoa miujiza ya chakula. Ndicho walichokuwa wanakifuata. Bidii yao na kasi yao kumtafuta Yesu ilikuwa tu wapate mahitaji ya mwili huu, wapate tu mahitaji ya mwili huu na si vinginevyo. Walimtafuta Yesu usiku na mchana, walipanda mashua, walimfahamu Yesu kwamba ana uwezo kulisha, kuhudumia mwili huu. Kwa hiyo kusudi lao kubwa kwamba walikuwa wanamfuata Yesu ili wapate riziki la mwili huu tu peke yake. Na hata walikuja swali, kufanya miujiza gani Bwana? Baba zetu walikula mikate ilikuwa kutoka mbinguni, wanajua mikate tu peke yake. Na walifuata Yesu kwa bidii, wakipanda mashua, wakimtafuta huku na huku. Kundi hili lilikuwa linamfuata Yesu, wanafahamu Yesu kwamba yeye anatoa riziki, anasaidia. Inawezekana anaponya magonjwa, inawezekana kama una chakula ni basi tu peke yake, kwamba hilo ndio kundi ambalo lilikuwa linajua tu namfuata Yesu, nafahamu Yesu kwa upande wa shilingi tu, kwamba Yesu anaweza kufanya miujiza, anatupa chakula. Na hata Yesu lazima nyinyi mnanitafuta. Yesu aliona kusudi lake, nyinyi mnanitafuta tu bure kwa sababu mliona ishara, lakini ishara hizi haziwasaidii chochote wala mjifunze chochote. Mnanitafuta tu kwa sababu mlikula mikate mkashiba peke yake. Na ndio kuhangaika kwenu na kuuliza mfano Yesu uko wapi, mbona hatukuoni? Unahangaikia tu mwili huu, mnahangaikia tu maisha ya dunia hii, mnahangaikia tu mambo ya ulimwengu huu tu. Kuna ziada zaidi pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kundi ambalo lilimfuata Yesu kwa bidii, wafuasi wa Yesu, kwa sababu walikula mikate wakashiba. Mambo ya kiroho kwao ilikuwa hamna. Mambo ya kiroho kwao ni kwa jambo kabisa kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya kiroho hawakuyafahamu na ilikuwa magumu kwao. Walikuwa wanafahamu mambo ya mwili, mambo ya ulimwengu huu. Wanamfahamu Yesu analisha, anaponya, anaokoa afya zetu na kula chakula. Basi wewe upande mmoja wa shilingi, upande wa kiroho hawakuweza, haufahamu. Msomaji wangu nisomee katika sura hiyo ya 6 mstari wa 52 mpaka 54. 52 nitasoma kama jinsi ilivyoandikwa. Ndio. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake? Awezaje tuule? Awezaje kutupa mwili wake tuule?
Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu, mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yake. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Tunasoma na mstari wa 66. Ndio neno la Mungu linasema, kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kundi la watu ambao wanatafuta maslahi ya ulimwengu, wanatafuta maslahi ya dunia hii, wanafunzi ambao wamemwamini Yesu Kristo, kufuata Yesu Kristo, lakini wana upande mmoja tu wa shilingi wanaofahamu. Wanataka tu maisha ya ulimwengu huu, wanayoyaona, wanayoyaonja, wanayoyagusa, wanayoyanusa peke yake. Na wanafuata Yesu kwamba Yesu kwa wapi wanatafuta, wanabidii ya kutafuta, lakini si kwa mambo ya kiroho zaidi, kwa mambo ya miujiza ya kupata chakula. Na sasa Yesu anamwambia, ninyi mnanitafuta kule tu kwa sababu mlikuwa chakula. Na sasa hapa Yesu anazungumza habari za kiroho. Sasa anawapeleka, anawazamisha katika upande mmoja wa shilingi na upande wa pili wa shilingi. Ndio mimi mnanifahamu. Nitakamilisha watakatifu wako, mchungaji waliopo, wazee wa kanisa, kamati ya ujenzi na mambo yote wanayofanya, wafanye kwa utukufu wako, wakamilishe maeneo haya, wasikate tamaa wala kuchoka, kwa sababu siku moja tutavika taji isiyonyauka na tutashangilia na kuimba hosana tukiwa mbinguni, ukitufariji na kutia nguvu Baba. Tunapoondoka hapo pamoja nasi sasa, katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tushiriki neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nituma salamu kwa familia yangu.